ishara kuu ya kutambua kuwa umempokea Roho Mtakatifu. Itajuaje kwamba nimempokea Roho Mtakatifu? Utajuaje kwamba umempokea Roho Mtakatifu? Hilo ni swali ambalo unaweza kuwa unajiuliza, kwamba itajuaje kwamba mtu amempokea Roho Mtakatifu? Itajuaje kwamba nitapataje uhakika kwamba nimempokea Roho Mtakatifu ameingia ndani yangu? Roho Mtakatifu ameingia ndani yangu. Kwa hiyo nitakwambia ishara kuu ambayo kupitia hiyo ishara utajua kabisa kwamba unayo Roho Mtakatifu, umempokea Roho Mtakatifu, au utajua kwamba mtu mwingine amempokea Roho Mtakatifu. Ishara ya kumpokea Roho Mtakatifu sio kunena tu kwa lugha wala kuhisi msisimuko fulani na kurukaruka au kulia au kupiga kelele. Ishara kuu ya kupokea Roho Mtakatifu sio mambo hayo. Hayo ni mambo ambayo ni mmojawapo, ni sehemu mojawapo kwamba mtu amepokea Roho Mtakatifu, lakini sio kwamba ni uthibitisho kabisa kwamba mtu ambaye ananena kwa lugha au ambaye ana msisimko fulani ni kwamba sasa amepokea Roho Mtakatifu. Mtu anaweza akawa neni kwa lugha, hajanena kwa lugha, hajaonyesha msisimko yoyote, lakini akawa amepokea Roho Mtakatifu. Na hali kadhalika pia mtu anaweza akawa ananena kwa lugha, anaweza akawa ananena anaonyesha ishara fulani, ishara zingine za mwili, lakini akawa hajapokea Roho Mtakatifu. Huenda akawa amepokea roho nyingine, kwa sababu Roho Mtakatifu kunena kwa lugha, maana yake ile ni lugha ya rohoni. Ile ni lugha ya rohoni ambayo hata mapepo anaweza akawa ananena. Kwa hiyo mtu anaweza, kwa siku hizi, katika hizi siku za mwisho, watu wengi hawajapokea Roho Mtakatifu, wamepokea. Watu wengi ambao wanakuwa wananena hawaneni ile lugha ya Roho Mtakatifu kabisa. Wengine wananena lugha za kipepo, wengine mapepo yananena na mapepo yanawafanya wengine wanasisimuka kulingana na mapepo wanavyosisimua miili yao. Kwa hiyo hiyo sio kigezo. Kunena kwa lugha na kuonesha mambo yote sio kigezo kabisa ambao tunaweza kutimisha ya kwamba huyu mtu amepokea Roho Mtakatifu, amejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitakwambia ishara kuu kabisa ambayo kupitia hiyo utajua kwamba umempokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu pia kuna watu ambao kunena pia, siku hizi kuna watu pia ambao wananena kwa akili zao. Wameangalia tu wakaiga watu wananena wakaiga ile lugha, nao wakawa wananena ili labda pengine nao waonekane ni watu wa kiroho, waonekane ni watu labda ambao wa kiroho sasa. Kwa hiyo kunena kwa lugha siku hizi kumekuwa ni kama fashion. Kwa hiyo ishara kuu sasa, utajuaje kwamba umempokea Roho Mtakatifu? Kwanza, ishara kuu kabisa ambayo inamthibitisha mtu amepokea Roho Mtakatifu ni kuwa na mabadiliko. Nazungumzia mabadiliko ya maisha yake. Maana maisha yake yanakuwa yanabadilika. Maisha yake yanakuwa anatoka katika maisha ya uchafu, maisha ya ukale, maisha ya dhambi, anaelekea sasa katika maisha matakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu kama jina lake lenyewe lilivyo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akiingia ndani ya mtu lazima amfanye huyo mtu kuwa mtakatifu. Sasa leo hii, hebu angalia watu wanaonena, wanaofanya hivyo. Unakuta maisha yao ya nje tu hayajabadilika. Mtu ananena kwa lugha lakini ni msinzi. Mtu ananena kwa lugha anavaa kikahaba. Mtu ananena amejipodoa. Mtu ananena sijui, lakini anaonekana kama mchawi. Huyo mtu ananena kama anaonekana kama amepaka mdomo wake rangi kama pepo. Huyo mtu ananena, huyo ni mapepo ananena ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo kuwa na mabadiliko, kuonesha mabadiliko kwa nje. Unakuwa unaonesha sasa mabadiliko. Unaanza kubadilika sasa. Unaanza kuwa mtu mwingine mpya. Unaanza kuwa sasa, unatoka katika ule utu wa kale. Unakuwa sasa mtu mwingine, kiumbe kingine kipya. Ndio maandiko yanatufundisha. Ndivyo maandiko yanatufundisha kwamba mtu ambaye sasa amezaliwa na Roho anakuwa sasa kiumbe kipya. Na anakuwa sasa huyo mtu anaenenda sawa sawa na Roho Mtakatifu anapotaka. Huyo mtu anakuwa sasa ni kama upepo. Labda nikusomee neno la Mungu. Anasema kitabu kile cha Yohana, Yesu Kristo anasema mtu ambaye amezaliwa kwa Roho sasa ni mtu ambaye yukoje? Mtu sasa ambaye amezaliwa kwa Roho, anasema kitabu cha Yohana sura ya 3, naomba nisome mstari ule nisome tu labda nianzie mstari wa 6. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu ya kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo, anasema mstari wa 8, upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Kwa hiyo mtu ambaye amezaliwa kwa Roho anakuwa kama upepo. Maana yake upepo, hamna mtu ambaye amekuona upepo.
kwa macho akaona kabisa huyu upepo, atakuwa anahisi tu upepo unapita, anaona tu vitu vinatikisika, upepo tu, lakini hata juu upepo umetoka, umeanzia wapi, umetokea wapi na unaenda wapi hauonekani. Kwa hiyo mtu ambaye amezaliwa kwa roho anakuwa kwa nje watu wanakuwa wanamuona, lakini wanaona tu kuna mabadiliko ndani yake, lakini hawajui. Sasa wakichunguza kwamba wanatafuta ni nani huyo, ni nani ambaye anambadilisha huyo mtu, labda ni dini, labda ambayo ni dini gani ambayo inambadilisha au hivi, au ni nani ambaye anambadilisha, anakuwa sasa watu hawamuelewi huyo mtu. Kwa hiyo mtu anakuwa haeleweki na watu wengine wa kiulimwengu, haeleweki na watu wengine wa kidunia. Ukiona kwamba unaeleweka na watu wote wa kidunia wanakuelewa, uangalie ya kwamba ni roho gani umepokea, kwa sababu anasema kwamba watu waliopokea Roho Mtakatifu, anasema kwamba watu sasa ambao wamepokea Roho Mtakatifu, wanapokea Roho Mtakatifu, anasema wanakuwa hawatambuliwi na roho, hawatambuliwi sasa na dunia, hawatambuliwi sasa na watu wa kidunia, hawanakuwa watambuliwi. Labda nikusomee maandiko, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Korinto, labda nikusomee mstari ule wa ngapi? Nianzie kusoma mstari ule wa 10 sura ya pili, nianzie mstari wa 10. Lakini Mungu ametufunulia, anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho ya Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Sasa nisome mstari wa 14. Basi mwanadamu wa tabia asili hapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kwa hiyo hapa anasema kwamba mtu wa rohoni anakuwa ni mtu ambaye hatambuliwi na watu wa dunia, hawatambuliwi na watu wengine. Naona kwa sababu watu wengine anasema basi mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni hatambua yote, wala yeye hatambuliwi. Kwa hiyo mtu ambaye ameokoka, amepokea Roho Mtakatifu kabisa, anakuwa watu wa dunia wamuelewi, kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulikana kwa roho. Kwa hiyo anakuwa haelewi, anakuwa kama ni upepo. Kwa hiyo wanashangaa huyu mtu labda amelogwa, watasema labda wamemloga. Kwa hiyo anashangaa huyu mtu alikuwa anavaa vimini, tusimzie labda ni mwanamke, ni binti, alikuwa anavaa vimini, lakini sasa amebadilika, anavaa magauni marefu. Alikuwa anajipamba lakini ajipambe, alikuwa anasuka lakini asuki. Anaona sasa amebadilika, watu wanashangaa, wewe nini imekupata? Naona nini anakupata? Alikuwa anaenda hivi, anakuwa anaenda kama upepo, mara leo anafanya hiki, mara hiki, anakuwa eleweki. Huyu mtu anakuwa anapelekwa kama upepo. Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Anakuwa anatafuta sasa kufanya mapenzi ya Mungu, anapenda tu kufanya mapenzi ya Mungu. Anaanza kuchukia mambo ya dunia. Alikuwa anaangalia vitu ambavyo watu wa dunia wanaona kwamba ni sawa, lakini yeye anaona kwamba ni mambo ambayo si sawa. Watu wa dunia wanaangalia vitu, wanapata shangwe katika vitu vya dunia. Wakiangalia tamthilia wanacheka, wanafurahi. Wanaangalia vichekesho wanafurahi, wanaangalia vitu vya dunia wanafurahi. Lakini sasa huyu mtu yeye anakuwa tofauti na mambo hayo, anakuwa afurahishi na mambo hayo. Kinachomfurahisha yeye ni kuomba, kusoma neno, kumtafuta Mungu, kufanya hayo ni mambo ambayo yanamfanya yeye afurahi. Lakini watu wengine wa dunia wanakuwa furaha yao ipo katika mambo ya dunia. Kwa hiyo wanaona huyu mtu sasa, huyu mbona haeleweki, huyu mtu nani amemfanya, mbona kama huyu mtu hayuko sawa. Anakuwa atambua, lakini yeye anakuwa anatambua yote, kwa sababu ana roho wa Mungu. Lakini mstari wa 12 anasema lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Kwa hiyo kuna roho ya dunia, roho nyingine, roho ya shetani. Hiyo ndio roho ya dunia ambao watu wamepokea siku hizi, wakadanganywa kwamba wamepokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ishara kuu ya kupokea Roho Mtakatifu ni mabadiliko baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna namna fulani unahisi kubadilika, kuna namna fulani unahisi unaanza kuwa na shauku ya kumtafuta Mungu, unaanza kuwa na shauku ya kutaka kujua mambo ya Mungu, unaanza sasa kuulizia mambo ya Mungu, unaanza sasa kuwa na aibu ya kuvaa yale magauni ambayo yanakubana, hizo nguo ambazo zinakubana, unaanza sasa kuona aibu. Ulikuwa unavaa kidunia, unaanza sasa kuona kwamba unajiaibisha.
unavaa suruali, lakini sasa hata kutoka nje na suruali kuvaa, unaona kwamba ni kujaibisha kabisa. Unaona kwamba hiyo ni dalili, ishara kwamba umepokea Roho Mtakatifu, hata kama hujanena kwa lugha, lakini umepokea Roho Mtakatifu kwa namna hiyo. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kuendelea ndivyo ambavyo unajazwa Roho Mtakatifu. Unaanza sasa kunena lugha ya Roho Mtakatifu kabisa, unajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio ishara kuu ya kupokea Roho Mtakatifu. Sasa jiulize, umepokea Roho Mtakatifu ndugu yangu? Je, umepokea Roho Mtakatifu? Biblia inasema kitabu kile cha Warumi sura 8 mstari wa 9 kwamba wote wasiokuwa na Roho wa Mungu wao si wake. Nenda kasome kitabu cha Warumi sura 9 mstari wa 8 mstari wa 9. Hawa wote wasiokuwa na Roho wa Kristo hao si wake. Je, umempokea Roho Mtakatifu? Ni vizuri kumpokea Roho Mtakatifu katika siku hizi, kwa sababu ndugu yangu, usipopokea Roho Mtakatifu hujazaliwa mara ya pili, na usipozaliwa mara ya pili hamna mtu ambaye anaweza kaingia katika mbingu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kupokea Roho Mtakatifu. Na kupokea Roho Mtakatifu, kanuni ya kupokea Roho Mtakatifu, Biblia inasema kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 37 mpaka mstari wa 38 ya kwamba kanuni ya kupokea Roho Mtakatifu ni kutubu dhambi, kumaanisha kuacha kabisa dhambi, na kwenda kubatizwa ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo, na utapokea sasa Roho Mtakatifu. Utapokea Roho Mtakatifu. Kama hujapitia hizo hatua, leo unaenda kanisani lakini hujatubu, lakini unanena kwa lugha lakini hujatubu. Kutubu maana yake ni kuacha dhambi. Unaacha dunia na mambo yote ya dunia, unaacha kwa akili zako, unaacha vyote. Unaacha vyote, unaikana nafsi yako, unaacha. Hapo unaenda kutafuta ubatizo na Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Kwa hiyo ni vizuri leo kufanya maamuzi hayo, uweze kupokea Roho Mtakatifu. Ingalipo bado Roho Mtakatifu anabisha mlango ndani ya moyo wako, anakutamani aingie ndani yako. Kwa hiyo ni wewe tu fungua moyo wako na Roho Mtakatifu ataingia, atakutia muhuri. Kuanzia wakati Roho Mtakatifu ataanza kufundisha kweli yote, ataanza kukufanya mpende Mungu, ataanza kukupa nguvu ya kushinda dhambi na ulimwengu, ataanza kubadilisha maisha yako. Roho Mtakatifu atakusaidia, ataanza kutembea na wewe kama msaidizi, atakusaidia mambo yote na atakufundisha mambo yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu bado leo hii anapatikana, lakini wakati wote Roho Mtakatifu ataondolewa hapa duniani na hakutakuwepo tena na neema Mungu. Kutakuwepo na kilio na kusaga meno. Kwa hiyo ni heri leo kumpokea Roho Mtakatifu ingalipo bado Roho Mtakatifu anabisha moyoni mwako, na neema Mungu ikusaidie. Shalom.